Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria, mama wa Mungu, utuombee. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Basi awali ya yote, kama ulivyosema, kwa majina naitwa Shemasi Rafaeli Faustino Bugege, ni mzaliwa wa parokia ya Bikira Maria Mlango wa Mbingu Muhinda. Basi kigango ni kigango cha Mtakatifu Agostino Mwayaya. Basi nimezaliwa tarehe 27 ya mwezi wa 7 mwaka 1994. Basi katika familia ya watoto 7, nami kabisa basi ni mtoto wa mwisho. Asante sana. Basi nilijiunga na shule au elimu ya awali katika shule ya msingi Mwayaya mwaka 2002 mpaka 2004. Baada ya hapo basi nilihama shule nikajiunga na shule ya msingi Kwimbogo mwaka 2004 mpaka 2006. Baadaye basi nilijiunga pia na shule nyingine ya msingi, shule ya msingi Manyovu mwaka 2006 mpaka 2009. Baada ya hapo basi nilijiunga na shule ya Mtakatifu Bakanja Muhinda kule mwaka 2010 mpaka 2013 kwa elimu ya sekondari. Baada ya kumaliza hapo basi nilijiunga na shule ya wavulana shule ya Isongole ambayo inapatikana katika wilaya ya Rungwe huko mkoani Mbeya. Kimsingi kabisa mimi sijapitia shule hizi za seminari, basi nitokea kule hizo kama nilivyosema mwanzo. Basi baadaye shule hiyo Mtakatifu Bakanja, basi baadaye shule ya wavulana hiyo Isongole, shule ya kata kabisa. Asante sana kwa swali hilo. Sio swali jepesi sana, kwamba useja ni kitu kigumu kwa kweli. Basi ifahamike kwamba basi mambo yote yanawezekana ukimtanguliza Mwenyezi Mungu. Kwa kweli kitu ambacho kilinishawishi au basi tunasema wito, kwa kweli ni sauti ya ndani. Na daima hatujiiti sisi, tunaitwa na Mwenyezi Mungu kabisa, na lengo msingi kwa ajili ya kumtumikia yeye, na zaidi sana kabisa kwa ajili ya safari ya utakatifu. Kwa hiyo kitu ambacho kwa kweli naweza kusema kwamba mwito wa ndani ilikuwa ni kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu kabisa kama padri. Asante sana. Baada ya kumaliza kidato cha 6 kule Isongole wilaya ya Rungwe, basi kimsingi nilikuwa na rafiki yangu mmoja ambaye anatokea jimbo la Iringa. Basi ni rafiki yangu kabisa ambaye tulikuwa tunashauriana kuhusu ya mambo ya wito mtakatifu. Basi na mwanzo kabisa basi tulishauriana naye kwamba basi tuandike barua tuombe katika mashirika. Basi na shirika kabisa la kwanza ambalo basi tuliandika kwa mikono yetu kabisa, basi ni shirika la Roho Mtakatifu. Basi tulituma maombi yetu huko, lakini baada ya kumaliza pale nilirudi kutoka Mbeya, nirudi Dar es Salaam ambapo nilikuwa nakaa kwa ndugu zangu kwa shughuli za kawaida, huku nikiwa nasubiria kupewa majibu sasa kama nimeitwa au sijaitwa. Basi nilipofika pale Dar es Salaam, basi rafiki yangu mmoja ambaye alisoma katika seminari ya Mtakatifu Yosefu Terambogo, basi nilijaribu kumshawishi kuhusu jambo. Akaniambia basi ngoja nikupe namba ya mkurugenzi wa MITA wa jimbo la Kigoma. Miaka hiyo basi alikuwa ni Baba Lucas Mashanya. Kwa hiyo basi alinipatia mawasiliano hayo, nikampigia simu. Nilipompigia simu nikitambulisha, nikamweleza nia yangu. Kwa kweli baba yule alinipokea siku hiyo hiyo, akaniuliza niko wapi, nikamwambia nilipo. Akaniuliza matokeo yangu, nikamwambia. Basi alichoniambia sema basi wewe njoo kabisa moja kwa moja, utafika kwa paroko wako wa nyumbani, atakuandikia barua ya utambulisho. Kwa kweli basi nilifanya hivyo haraka sana, nikaandika barua pamoja na babangu
paroko na paroko wangu wa parokia yangu ile, basi moja kwa moja utambulisho, na nikapata bahati sana yani wakati huo nafuata ile barua sasa ya utambulisho kwa paroko wangu kabisa wa nyumbani, basi nilikutana na baba askofu. Basi alivyoniona aliniuliza, nikamwambia lengo langu. Kwa kweli basi aliniambia nikajiandae haraka sana, nitaondoka naye baada ya shughuli yake au ile ziara ya uchungaji ile. Basi ilikuwa siku ya Jumamosi, basi nami nilipata kuondoka kabisa moja kwa moja kutoka pale parokiani kwetu pamoja na baba askofu kuelekea nyumba ya malezi sana. Kwa msingi kwa kweli kuondoka na baba askofu iliongeza kitu. Nao kabisa najua baba alipo baba askofu. Na kwa mazingira yetu ya kawaida kabisa kumuona askofu najua ni baraka sana. Kwa hata miaka inaweza kaisha nije kumuona askofu kabisa. Kwa kweli nilijiambia kabisa baba askofu tuondoka naye kabisa ise. Basi hata nyumbani sikulala kabisa. Yaani ile furaha kwa kweli ni furaha kubwa sana, ambayo kwa kweli kueleza itakuwa ni ngumu sana. Ila kwa kweli basi iliongeza kitu kabisa. Tangu wameshafika pale na mambo yalizidi kunoga zaidi. Ikumbuke kwamba sisi tumetokea mazingira ambayo basi kusali ilikuwa ni Jumapili. Sasa kusali kila siku ilikuwa kwa kweli ni ngumu sana. Kwa hiyo tumekutana pale na watu ambao basi wengine walikuwa wamesoma hizo shule za seminari. Kwa hiyo wao kidogo walikuwa na uzoefu mkubwa sana wa mambo ya kidini kabisa. Kwa hiyo naongea namna ya kusali, namna ya kuimba, hasa masifu yale kwa kweli basi namna ilivyokuwa naimba, kwa kweli mambo yalikuwa ni mazuri sana. Asante sana. Basi baada ya hatua hiyo kutoka nyumba ya malezi, basi nilichaguliwa seminari ya Kibosho Moshi kule, ndipo nilipopata elimu yangu ya falsafa kuanzia mwaka 2017 mpaka 2020. Baada ya hapo basi nilijiunga na seminari ya Mtakatifu Karoli Ruwanga Segerea, Dar es Salaam mwaka 2020 mpaka 2024. Sana kwa kweli magumu yapo, ila zaidi magumu yenyewe ni yale tu maneno ya watu. Kuna watu watakuuliza kwa nini unapenda kuwa padre? Imekuwaje sasa kijana kama wewe unaamua kuwa padre? Na zaidi sana kwa kweli kuelezea watu kwamba jamani, mimi sijaenda hivi vyuo vya kiserikali, nimeamua kufuata njia hii hapa. Kwa kweli ilikuwa changamoto, na pia niliomba mkopo. Sio niliomba, yani familia yangu nayo kuna mmoja basi alikuwa anapenda niwe mwanajeshi. Umeona, sasa kakaangu mmoja ananiambia bwana, yani inabidi uwe mwanajeshi. Kwa kweli mimi hicho kitu kilikuwa kiniingia kilini cha kuwa mwanajeshi. Maana pia baada ya kumaliza kidato cha 6 pale nilijiunga na jeshi. Ile anasema sasa mujibu wa sheria miezi mingapi, kambi moja kule Tanga Maraba. Kwa hiyo pia nilipata uzoefu wa maisha yale ya jeshini na nini. Kwa hiyo kwa kweli mimi sikupendezwa kabisa. Yani moyo hakuvuta kwamba niwe mwanajeshi. Lakini sasa hiyo ilikuwa changamoto, kwa sababu mtu anakuambia bwana, wewe inabidi uwe mwanajeshi. Sasa na mimi kwa kweli moyo wangu kwa kweli. Kwa hiyo kwa changamoto. Pia zaidi sana ni hawa watu ambao kidogo watakuuliza imekuaje unaamua kufuata njia kabisa. Lakini magumu mengine ni safari ya wito, tunasema wito ni safari. Kwa hiyo kuna kuchoka pia, kuna kuchoka kabisa. Wakati mwingine unafika basi yani uelewe na kuaje. Ila zaidi basi ni sala. Baada ya sala hapo basi ndio hivyo basi kuna walezi pia. Tunawashirikisha katika yale magumu, basi wanatuongoza vizuri kabisa. Basi safari inaendelea. Asante sana. Kwa kweli katika hatua moja wapo muhimu sana nilipopokea daraja ya ushemasi, kwangu mimi kabisa ilikuwa ni furaha kubwa sana, kwa sababu ya yale mambo ambayo basi shemasi anapewa majukumu yake. Kwa kweli kabisa namna shemasi anajitangaza Injili, kwa kweli ilikuwa ni jambo kubwa sana kubwa kwangu mimi kabisa. Na zaidi sana shemasi ni mtu basi ni mtumishi wa hatari.
Kwa hiyo kwangu mimi kabisa, yani sasa niliona kabisa kwamba sasa bwana, ndoto yangu ya kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa karibu kabisa sasa kabisa inatimia. Kwa kweli nilifurahi sana, nilifurahi mno kwa daraja lile la ushemasi. Asante sana. Kwa kweli jubilei ni mwaka wa baraka, ni mwaka wa neema, yaani kwetu sisi na wenzangu ambao basi Mwenyezi Mungu akijalia tukapokea daraja hili takatifu la upadre mwaka kwetu sisi, kwa kweli ni furaha sana, ni mwaka mtakatifu. Kwa hiyo mwaka mtakatifu kwa kweli una neema nyingi, una baraka nyingi. Kwa hiyo tunajivunia kabisa, yani kuwa mapadre wa jubilei. Kwa hiyo safari yetu basi Mwenyezi Mungu ana lengo na sisi kwamba hizi baraka kanisa linapoadhimisha miaka 2025 na sisi kabisa tunapewa mambo makubwa haya kwetu sisi, kwa kweli basi ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wito wangu kwa watu wanaowaza hivyo, kwa kweli kuwa padre sio lazima uwe umesoma seminari ndogo, ila tu cha msingi, na tuna bahati kwa kweli, walau jimbo letu Katoliki la Kigoma linazidi kupanuka na parokia basi kwa kweli zinazidi kuwa karibu na waamini wetu. Kumbe vijana wote ambao basi wanaisikia sauti hii wafike kwa mapadre, waweze kuwaeleza hamu yao ni ipi, na mapadre kabisa wanatamani na wanapenda sana kwamba idadi ya watumishi kabisa fanyeje ipate kuongezeka kabisa. Kwa hiyo naamini kabisa wataelekeza vizuri, wataongoza vizuri. Kwetu sisi hapa basi parokia ambayo basi nimefanya uchungaji wangu kama shemasi hapa, tunao vijana ambao wanasoma shule hizi za serikali. Kwa hiyo nao kabisa wana hamu ya kuwa mapadre, wana hamu ya kuwa masista. Kwa hiyo tunaongoza kabisa, tunawaambia cha msingi tu basi wawe vijana wenye nidhamu, wawe vijana wanaopenda kusoma, maana padri na shule ni kitu muhimu sana, pamoja na kusali. Kwa hiyo hivi vitu sasa ndivyo vitakavyowapa sababu kabisa ya kuweza kujiunga na maisha haya au katika safari hii ya vitu kabisa. Kumbe upadre kwa kweli hauna mipaka kwamba umetokea shule gani, hapana, ila basi cha msingi tu ndio hivyo, ukizi vigezo vya kufanya vizuri katika masomo yako. Asante sana. Kwa kweli naweza nikasema ni wito, ila zaidi kabisa basi katika maadhimisho ya misa takatifu kwenye kipengele kile tunasema doxology, kwa njia yake, pamoja naye na kwa ndani yake, basi kwa kweli yale maneno yalinigusa sana, Kwa hiyo pale kwa kweli ilizidi kuchochea hamu ya mimi kuwa padre. Kweli kwa maneno kabisa, nikisikia padre basi anayaimba maneno yale, basi kwa kweli nami tamani basi siku moja basi na mimi nipate kuyatangaza namna hiyo. Kwa kipindi hicho Padre Thomas wakati naimba hayo, basi kwa kweli ilikuwa navutia sana. Asante sana. Wito wangu kwa wazazi ambao wana vijana wanaotamani kabisa kuwa mapadri, mimi nawaomba kabisa waruhusu vijana wao. Wito huu kwa kweli ni wito mtakatifu, ni wito wa kumtumikia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wasiweke sababu wena labda na asante sana. Basi parokia ambazo basi nimefanya uchungaji wangu mdogo basi ni parokia Kakonko. Baada ya hapo basi ni shule ya Mtakatifu Newman Kihinga, baadaye parokia ya Mabamba, baadaye basi parokia ya Mwakizega, baadaye basi parokia ya Kasanda, baadaye parokia akiwa shemasi. Basi nimefanya uchungaji mkubwa hapa katika parokia ya Mtakatifu Mama Teresa Kalikuta Bushingo. Asante sana. Kutoka hatua ya ushemasi kuelekea daraja la upadre, basi ni kipindi cha miezi 6, kuanzia miezi 6 na kuendelea.
Kwa hiyo inategemeana kwetu sisi Jimbo Katoliki la Kigoma basi ni miezi 6. Majimbo mengine basi inaweza ikawa zaidi ya miezi 6.